Aliyekuwa waziri wa mazingira Aden Duale alikabidhiwa rasmi majukumu ya waziri wa afya kutoka kwake Deborah Baraza, akiahidi kuchukua hatua za haraka kushughulikia changamoto za muda mrefu ndani ya wizara hiyo. Kipaumbele katika ajenda yake ni kulipa madeni yote ya hospitali kila mwezi chini ya SHA, hatua anayosema itaimarisha uwazi na kuboresha huduma. Duale pia aliahidi kushirikiana na wadau na kutatua changamoto muhimu za sekta hiyo ndani ya majuma matatu, ikiwemo kurejesha utaratibu na uaminifu. Kando na malipo, Duale ana mpango wa kufanya mabadiliko ya mfumo huo, haswa changamoto za kidijitali, ili kuboresha utendakazi ndani ya SHA. Enhancing portability of health data, ensuring all Kenyans are able to access their health records from a single unified platform known as Afya Yangu. Distribution of 7,000 devices across the country will enable public hospitals to provide healthcare services digitally and to enable them compete adequately with the private facilities. Hata hivyo, ameapa kupambana na ufisadi kwa kuwaondoa matapeli katika sekta ya afya ambao wanadaiwa kuharibu huduma kupitia madai ya udanganyifu. Kuhusu ukosefu wa dawa katika KEMSA, haya ndio yaliyosemwa. That KEMSA is facing stock outs due to lack of finances, and to improve that and give it more health products and technologies available, the government through the supplementary budget has already availed 1.5 billion, and we expect KEMSA to reach at a stage of 99% where all products are available. Katika kusaidia uwazi na uwajibikaji, Duale alitangaza uzinduzi wa kituo cha mawasiliano katika Taifa Care, kitachokuwa na nambari maalum ya simu ambayo Wakenya wanaweza kuripoti changamoto wanazozipitia katika sekta ya afya. A 24-hour, 7 days Taifa Care call center available by dialing 147 toll-free number is fully deployed to handle all queries. And finally, the digitization of all the public facilities by October 1st of 2025. Gertrude Burgay, Runinga K24, Nairobi.